Everyone who fears God is wise. I'll say that again. Everyone who fears God is wise. To fear the Lord is to depart from evil. To fear the Lord is to do what is right before the Lord. In Proverbs chapter 22 and verse 4, it says, by humility and the fear of the Lord are riches, honor, and long life. Inasema thawabu ya unyenyekevu ambao ni kumcha Bwana kuna utajiri na heshima, nayo ni uzima. Put it in the New Living Translation. Iweke katika tafsiri hiyo. It says true humility. Inasema unyenyekevu wa kweli and the fear of the Lord na kicho cha Bwana lead to riches, hupelekea utajiri, to honor, heshima, and long life. Na maisha marefu. Two things you need mambo mawili unayahitaji in order for your story to change forever. Ili hadithi yako ibadilike milele. When you fear the Lord unapomcha Bwana and be a humble person, na uwe mtu mnyenyekevu, it will lead to riches. Itakuongoza kwa utajiri. People think you become rich by corruption. Watu hufikiria kwamba unafanyika tajiri kwa ufisadi. Corrupt people are cursed. Watu wafisadi wamelaaniwa. They are cursed by God. Wamelaaniwa na Mungu. Because they live under the law of curse, which is in Malachi chapter 3. Kwa sababu wanaishi chini ya sheria ya laana iliyo katika Malaki mlango wa 3. And verse 9. Na mstari wa 9. I came to preach tonight, so ninakuja kuhubiri usiku huu, kwa hivyo help me with a hallelujah when you feel blessed. Nisaidie na hallelujah unapohisi kubarikiwa. It says you are cursed with a curse. Inasema ninyi mmelaaniwa kwa laana. For you have robbed me. Maana mmeniibia mimi. So when a man robs God, kwa hiyo mtu anapomnyang'anya Mungu, he can rob anybody. Anaweza mnyang'anya mtu yeyote. If you can rob God, kama unaweza mnyang'anya Mungu, you can rob anybody. Unaweza kumnyang'anya mtu yeyote. And all these people in Kenya, na watu hawa wote walio ndani ya Kenya, who are stealing and destroying our economy, ambao wanaiba na kuharibu uchumi wetu, they don't begin by stealing from Kenya. Hawaanzi na kuibia Kenya. They begin by stealing from God. Wanaanza kwa kumuibia Mungu. And because they can steal from God, na kwa sababu wanaweza kumuibia Mungu, they can steal from anybody. Wanaweza kumuibia mtu yeyote. Here we are not raising robbers. Hapa hatukuzi wanyang'anyi. We are raising men and women of integrity. Tunakuza wanaume na wanawake wa uadilifu, who pay their tithe, ambao wanalipa fungu zao za kumi, and they pay their taxes, na wanalipa ushuru wao. Nobody expected me to say this, but I say it. Hakuna mtu alitarajia niseme hii, lakini nimeisema. Somebody shout hallelujah. Mtu sema hallelujah. People who don't tithe, watu wasiotoa fungu la 10, the believers who don't tithe, waumini wasiotoa fungu la 10, they rob God. Wanamwibia Mungu. And because they rob God, na kwa sababu wanamwibia Mungu, they live under curse. Wanaishi chini ya laana. Every thief, kila mwizi, say it after me, every thief, sema nyuma yangu, kila mwizi. If your neighbor is quiet, tell them talk, otherwise I leave you alone here. Kama jirani yako amenyamaza, mwambie ongea ama nikuondokee hapa. Every thief, kila mwizi, lives under a curse. Huishi chini ya laana.
They will die a premature death. Watakufa kifo cha mapema. Because of the curse. Kwa sababu ya laana. The fear of the Lord. Kicho cha Bwana. Is the beginning of wisdom. Ndiyo mwanzo wa hekima. When you fear the Lord. Ukimcha Bwana. In Acts chapter 10. Katika Matendo mlango wa 10. The Apostle Peter says. Mtume Petro anasema. Now I know. Sasa najua. And you need to know too. Na pia wewe unahitaji kujua. That God shows no partiality. Kwamba Mungu hana upendeleo. Now I know. Sasa najua. God shows no partiality. Mungu hana upendeleo. He shows no partiality. Hana upendeleo. He does not have some favorite people. Hana watu anaowapendelea. Look at the next verse. Angalia mstari unaofuata. It says, but in every nation. Anasema lakini katika kila taifa. Kenya included. Kenya ikiwemo ndani. In every nation. Katika kila taifa. Whoever fears him. Yeyote amchaye Mungu. And works righteousness. Na kutenda haki. Is accepted by him. Anakubaliwa na yeye. When God accepts you. Mungu akikukubali. You walk in something called favor of God. Unatembea katika kitu kinaitwa kibali cha Mungu. And the favor of God. Na kibali cha Mungu. Opens unusual doors. Hufungua milango isiyo ya kawaida. You receive honor. Unapokea heshima. Ndiyo. You become rich. Unafanyika tajiri. People don't want us to talk about that in church. They think it is for the business world. Watu hawataki tuongee hiyo kanisani, wanafikiria ni ya ulimwengu. They can be controlled by anybody. Wanaweza dhibitiwa na mtu yeyote. Because they need handouts. Kwa sababu wanahitaji misaada. We are not poor. Sisi si maskini. And if you look around, you can tell. Na kama ukiangalia hapa na pale unaweza sema. We're not poor. Sisi si Tell maskini. your neighbor we're not poor. Mwambie jirani sisi si maskini. We don't need anything from anybody. Hatuhitaji chochote kutoka kwa mtu yeyote. God has blessed us. Mungu ametubariki. He blesses us when we come in. Yeye hutubariki tunapoingia. He blesses us when we go out. Hutubariki tunapotoka. He blesses us in the city. Hutubariki mjini. He blesses us in the countryside. Hutubariki mashambani. Our children are blessed. Watoto wetu wamebarikiwa. Can I have an amen from somebody? Nipate amina kutoka kwa mtu. And we are prosperous. Na sisi tumefanikiwa. Because we fear God. Kwa sababu tunamcha Mungu. I have never bribed all my life. Maisha yangu yote sijawahi toa hongo. And I shall never bribe. Na sitawahi toa hongo. We fear God. Ninamcha Mungu. You need to be like your spiritual leader. Unahitaji kuwa kama kiongozi wako wa kiroho. Tell your neighbor, never bribe. Mwambie jirani yako usiwahi toa rushwa. Can I have an amen from somebody? Nipate amina kutoka kwa mtu. This country is in trouble. Nchi hii iko kwa shida. The young people, I have a Gen Z pastor here. Vijana wadogo, niko na mchungaji wa kijenzi hapa. Your Excellency, you will need to come and hear this young girl preach. Utahitaji kuja, rais unahitaji kuja umsikie huyu msichana mdogo akihubiri. She's one of my Gen Z pastors. Ni mmoja wa wachungaji wangu wa kijenzi. When they went out in the streets, running everywhere, walipokimbia wakule barabarani wakikimbia kila mahali, they were doing that walikuwa wanafanya hiyo because they felt that the corruption in this country
It's too much. Walifanya hivyo kwa sababu walifikiria kwamba ufisadi ulio katika nchi hii umezidi. And they could not see their future. Na hawangeweza kuona hatima yao. If things continued that way. Kama mambo yakiendelea namna hiyo.